Okay, sasa nataka nikuonyeshe namna ya kuseti kwenye low queue ili uweze kufanya future trading. Okay, sasa issue ya kwanza kabisa unaenda hapo unaingia low queue, unaenda kwenye API binding. Inakuja kama hivyo, utaklik kwenye hiyo Binance. Itakuja option hapo ya kupress na unbind, utaenda kwenye unbind, utaklik unbind, then itakupeleka moja kwa moja kwenye kureceive code ambayo itatumwa kwenye email, then utasend code yako itatumwa kwenye email yako, utaicopy. Ukisha icopy then utarudi kule low queue, utaenda utaipaste hapo. Ukisha ipaste utaconfirm. Mpaka hapo utakuwa ushafanikiwa ku unbind Binance. Then baada hapo utarudi, utaenda Binance. Ukienda Binance utaenda kwenye sehemu kwenye futures, utaklik hapo kwenye futures, then utaenda moja kwa moja pale juu kabisa kwenye 1x, utaklik pale kwenye 1x. Ukisha click kwenye 1x uta drag hiyo 1x, utaipeleka mbele. Yes, utaipeleka mbele mpaka kwenye 75. Utaipeleka mbele mpaka kwenye 75. Okay, baada ya kudrag kama hivyo, then itakuja option ya kuconfirm, utabonyeza yes, then atakuuliza you are a pro or beginner, utaweka beginner au utaweza ukaweka pro kama ni pro pia. Okay, so baada ya kuconfirm futures, then utarudi tena kwenye low queue pale, tutaenda kubind upya. Then tutakopi hiyo IP address. Tukisha copy IP address, tutarudi tena mpaka Binance. Tutabonyeza kwenye logo kule juu. Tukishabonyeza kwenye logo itafunguka, itatupa option. Tutaenda kubonyeza kwenye more services ili kupata option nyingi zaidi. Baada ya kubonyeza kwenye more services, tutashuka chini kabisa mpaka kwenye API. Tutaklik API. Hii inapatikana chini kabisa. Tukiklik API, then tutakuja kwenye option ya kudelete all API. Tutaklik hapo, then tutaconfirm. Lakini muda huu unatakiwa uhakikishe kwamba hakuna coin ambayo ina run kwenye low queue yako. Hakuna coin yoyote ambayo ipo running kwenye low queue yako. Hii ili kuepuka kwamba, kwa sababu coin zikiwa zipo zina run, ukidelete API maana yake zitapoteza mwelekeo. Kivipi? Kwamba kama zilikuwa take profit ilifika, maana yake zitashindwa kufanyaje? Zitashindwa kuseli. Kwa hiyo itaweza kukuletea shida. Kwa ndio maana waga na shauri kwamba usiseti hivi kama kuna coin yako ipo running. Hakikisha kwamba hakuna coin hata moja ambayo ina run. Okay, so baada ya kumaliza kudelete ile API, tutaenda kucreate API. Okay, baada ya kucreate, then tutahakikisha kwamba API key type yetu ipo kwenye system generated, then click next. Okay, baada ya hapo sasa label API, utaandika low queue hapo. Ukishaandika low queue itakuja option ya kuedit, then utaedit. Baadaye utabonyeza kialama cha mshale kwa chini. Ukishabonyeza utashuka chini kabisa. Ukishuka chini utakutana na option ya ku restrict access ya API, then utabonyeza. Ukishabonyeza itakuja option ya ku paste. Sasa hapo unaenda kupaste ile AP ambayo umeicopy kule low queue, then hapo ndo utakapo ipaste. Okay, baada ya hapo sasa utaenda utaenda kuenable spot and margin trading pamoja na kuenable futures. Ukisha enable futures kama hivyo, then utaenda utasave. Utaanza sasa, utakopi API key pamoja na secret key. Utaenda kuzipaste hapo kwa usahihi sana, then utasend code. Ukisend code, basi utaingiza code, utaruhusu, utabind. Mpaka hapo utakuwa usha bind. Utakuwa usha bind Binance ambayo itakuruhusu kufanya futures trading kwenye low queue yako. Okay, sasa kitu cha kuzingatia hapo kabla hujafanya michakato hiyo yote, narudia tena kwamba hakikisha kwamba hakuna
coin ambayo ipo running kwenye loyal queue yako, kwa sababu tunavyoenda ku unbind, manake ile API ambayo ndo ipo inazo zile coin ambazo zina running, manake tukiifuta, manake tunafuta taarifa zake zote. Kwa zile coin zitabakia huku loyal queue, zinaendelea kulani na kulani na kulani. Kwa zitaenda, zitapanda, zitashuka, zitapanda. Sasa tayari itakuwa ni shida, manake itaweza ukapoteza coin zako. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia. Kwa kabla kufanya settings, hakikisha kwamba hakuna coin ambayo ipo running, yani zote zishafunga, then ndio unafanya hizi settings.